Sema kweli nne. Sema tena kweli nne. Zitakazonichochea nianze safari ya kuyaendea mambo makubwa ambayo Mungu aliyaweka kwa ajili yangu. Na Mungu akufungue ufahamu katika jina la Yesu aliye hai. Nina maandiko yangu ya msingi ambayo yatakusaidia kuelewa hicho kichwa. Andiko la kwanza ni Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 10. Andiko la pili Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 17. Andiko la tatu ambalo linafanana na la pili ni Mathayo sura ya 7 mstari wa 11. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Hapa unaweza ukawekea mstari uelewe kule ambako nataka kwenda. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo, hapa ndo nataka kanisa lote sema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Jamani, Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kweli nne zitakazo kuchochea uanze safari ya kuyaendea yale mambo makubwa ambayo Mungu aliyaweka. Hapo unaona inazungumzwa lugha ya past tense. Aliyaweka kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Manake kuna mambo makubwa sana na ya kushangaza sana ambayo Mungu aliyaweka kwa ajili yetu katika jina la Bwana wa majeshi. Narudia tena hapa ule mstari wa 10 unasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza. Ambayo tokea awali Mungu alishayatengeneza. Haujaja duniani kuanzisha vitu vipya. Umeletwa hapa duniani kutembea katika mambo ambayo tayari Mungu alishayatengeneza kwa ajili ya maisha yako kwa jina la Yesu. Yapo tayari. Yarishwa wekwa. Yarishaandaliwa. Kwa ndio maana ninataka hizi kweli nitakazozizungumza zitakuchochea kuyaendea yale Mungu aliandaa kwa ajili yako katika jina la Yesu. Mambo yako yapo tayari. Vitu vile vikubwa vipo tayari. Hatujaja kuanzisha matendo mengine. Yapo tayari. Yarishawekwa. Vitu vyako vipo. Kazi yako ipo. Sema amina. Maono yako yapo. Sema amina nzuri sana. Kwenye kitabu kile cha waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17, na yenyewe niisome kwa sababu ni utangulizi. Imeandikwa hivi. Sura ya kwanza mstari wa 17. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Sema amina nzuri sana. Ukilifaa kwenye Mathayo, hili andiko linafafanuliwa zaidi ukilifaa kwenye hiyo Mathayo 7:11. Hilo andiko linazungumzia vipawa au karama au huduma, kwamba chochote ambacho Mungu amekupa ni cha kwako na wala hakuna wa kukuondolea. Na hili unatakiwa kulielewa kwamba kila ambacho Mungu amekupa hicho ni cha kwako. Kuna vitu Mungu amewekeza ndani yetu. Anazungumza vipawa, anazungumza ujuzi, anazungumza karama. Kila ambacho Mungu amekupa hayupo wa kukuondolea, hayupo wa kukitoa. Na kama hautakitafuta, kama hautakidai, utakufa na hicho kipawa. Itakuwa ni hasara kwako. Maana kuna siku utaenda mbinguni, utakuja kugundua
umeishi maisha magumu, lakini kumbe mbingu hazikutaka uishi maisha magumu, zilitaka uishi maisha mazuri. Ila ni kwa sababu haukutaka yale Mungu ambayo aliyaachilia kwa ajili yako, haukuyatafuta, haukujisumbua, ukajikuta umeishi maisha ambayo mbingu hazikukupangia. Kwa somo hili Mungu akakupe neema ya kufufua vilivyo ndani yako, na tukaanze kuviona kwa jina la Yesu aliye hai. Na ndio maana chochote ambacho Mungu ameweka ndani mwako, hakuna kitu kinaweza kukiondoa. Hata ingekuwa ni dhambi, dhambi itakutoa tu, lakini haiwezi kuondoa ulichozaliwa kukifanya. Wangapi wanaelewa? Waseme amina hiyo shipo. Na ndio maana tulipopoteza nafasi ya kukaa mbele za Mungu, bado mpango wa Mungu kawa pale pale wa kumtafuta mwanadamu na kumrudisha kwenye nafasi yake, ili akikamilishe kile ambacho kiko ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo kuzaa kabla ya ndoa haiondoi alichoweka Mungu ndani yako. Kwa sababu kuna mwingine anasema mimi yani tangu nilipozaa kabla ya ndoa maisha yangu yalikufa. Huyu ujio wa Yesu umekuja kukurejesha kwa Mungu, halafu na kuvirejesha vyote ambavyo shetani alikuwa amekuondoa kwenye kusudi. Sema amina. Ndio maana tuna watu unakuta amehangaika katangatanga kafika miaka 60 ndo anaenda kuanza kanisa. Ndo anakuwa nani? Mchungaji 60. Mpaka unasema baba ulikuwa wapi ujanani? Sio nilikuwa wapi, alichelewa kujitafuta. Yani ule wito ambao Mungu aliweka ndani mwake hauwezi kuondolewa na kitu chochote. Ukijielewa kitatokeza tu katika jina la Yesu aliye hai. Na ndio maana kuna watu unakuta ujanani mwao hawafanyi vitu, wapo tu, anakuja kuwika uzeeni. Yeye unashangaa miaka 60 ndio baba watu wanachekesha. Amuwafahamu wako wengine ambao wanachekesha ni wazee sasa hivi. Anakuja kujipata kwamba kumbe mimi ndani mwangu kuna kakipawa, nikiongea watu wanacheka, au kuna kitu nikifanya inaenda hivi, au kuna chochote ambacho Mungu amekuwekea ndani, hamna kitu kinaweza kukiondoa. Hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna jini. Na mimi nasema kwa damu na moto, chochote Mungu alichokuwekea kupitia somo hili kikachochewe na ukaanze kukifanya kwa jina la Yesu. Mungu akimpa mtu kitu habadiliki. Ndio maana amesema yeye sio kigeugeu. Akimpa mtu kitu amempa. Sema amina nzuri sana. Akimpa mtu kitu amempa. Akikupa amekupa. Yeye sio kigeugeu. Akikupa wewe ni mfanyabiashara mkubwa, amekupa. Hiyo hakuondolei. Hiyo hakuondolei, ameisha kupa. Siku ukitulia, isivute. Siku ukitulia, nakwambia vitarejea vyote ambavyo alishakupa. Tuliumbwa tuyatende matendo mema ambayo yalikuwa yameisha tengenezwa kwa ajili yetu. Sema amina nzuri sana. Kuna mambo Mungu ameyaweka ndani mwako ya kushangaza. Ukikaa vizuri na Mungu, utaaga mabaya, utaaga umaskini, utaaga magonjwa, utaaga vilivyo vibaya. Ni lazima ukae vizuri na Mungu. Niendelee mbele kidogo. Andika hivi: vitu vitakavyokusaidia kujua hasa ni nini Mungu anataka ufanye. Vitu vitakavyokusaidia kujua, kabla sijaenda kwenye title yangu ya juu, vitu vitakavyokusaidia kujua hasa ni nini Mungu anataka ufanye, wapi anataka uwe, nini anataka utende. Namba 1, andika. Nimesema vitu ambavyo vitakusaidia kujua hasa ni nini Mungu anataka ufanye, wapi anataka uwe, nini anataka utende. Hizi ni kama hoja ambazo zitakusaidia. Namba 1, andika hiyo hoja. Ndani ya kila mmoja wetu Mungu ameweka picha ya kule anakotaka ufike. Ndani ya kila mmoja wetu hapo. Kila mmoja wetu. Soma kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 37
mstari wa 4. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Jamani, Yesu anakupa haja za nini? Biblia hapa haisemi Mungu anakupa haja za kutoka mbinguni. Mungu hakupi haja za kutoka mbinguni. Mungu anakupa haja ya kutoka ndani ya moyo wako. Manake chochote unachokitaka hakiko mbinguni, tayari kimewekwa ndani yako. Kipo. Sema amina nzuri sana. Ndio maana Mungu hajibu haja za mbinguni. Anajibu haja za moyo. Ndani ya moyo wa mtu kuna picha ya kule anakotaka kwenda. Kuna mahali anapotaka kwenda. Hauwezi kupelekwa eneo lolote ambalo bado Mungu hajakuonyesha. Na kama hautakujua kule unakoenda, utapata tabu sana kuishi hapa duniani. Hakikisha baada ya somo hili unapajua mahali ambapo Mungu anataka uende katika jina la Yesu. Kama naongea na mtu aseme amina iliyoshiba. Hivyo hivyo ulivyo mwanangu, kuna mahali Mungu anataka uende. Kuna mahali Mungu anataka ufike. Kuna viwango Mungu anataka uviingie. Kuna viwango Mungu anataka uvikae. Na kupitia somo hili likawe kichocheo cha wewe kuchukua hatua na kuanza kuelekea pale ambapo Bwana anataka uwe. Useme amina nzuri. Ndani ya moyo Mungu anajibu haja za mioyo. Ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako kuna mambo mazito Mungu ameyaweka. Ndani ya moyo wako kuna vitu vikubwa Mungu ameweka. Kuna vitu vya ajabu Mungu ameweka. Kama ukikaa vizuri na kutulia na Bwana, utajigundua ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Utajitambua ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Na kuanzia hapo hautaanza kufanya vitu kawaida kawaida. Utaanza kufanya vitu kama mtu wako wa ndani anavyokuambia wewe ni nani. Utaanza kuongea kama mtu wako wa ndani. Nataka kwa somo hili Mungu akafunue haja za mioyo. Haja za mioyo. Wangapi wanapokea? Waseme amina kubwa. Sema amina iliyoshiba. Vitu alivyoweka Mungu ndani wako ni vikubwa sana. Muombe Mungu akujulishe. Sema amina nzuri sana. Lakini jambo la pili litakalo kusaidia, ambao unapaswa kuelewa hii hoja pia, itakusaidia pia. Ndani ya mioyo yetu ndipo ambapo Mungu hutusemesha na kutujulisha mambo ambayo alisha yaweka ndani yetu. Ndani ya mioyo yetu ndipo ambapo Mungu hutusemesha na kutujulisha ni viwango gani anataka tufikie. Ni mambo gani anataka tuyaishi, tuyamiliki. Viko ndani hivyo. Na kama ukitulia na Mungu mwanangu, hautakuwa na sababu ya kumuuliza mchungaji, hivi mimi ni nani? Kwa sababu tayari wewe ni nani, hilo jibu lako liko ndani ya nini? Liko ndani ya nini? Hapa. Hebu tusome Yeremia sura 31 mstari wa 33 mpaka 34. Anasema, bali agano hili ndilo nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, yasema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao. Jamani, atayatia maono ya mtu wapi? Kumbe uhitaji kutafuta ni kipi Mungu ninataka kufanya kwa manabii. Ni kosa kwanza kumwambia nabii nitabirie. Hivi unadhani mimi nimeumbwa kufanya nini? Peleleza ndani ya moyo wako. Kuna vitu Mungu anataka uvikamilishe kwa jina la Yesu. Sio nabii. Nabii akwambie. Mwisho atakwambia kauze mbwa. Naona ukifanya biashara ya mbwa utafanikiwa sana. Wala sio ukuletwa kuuza mbwa. Endelea mwanangu. Tatia sheria ndani ya moyo. Na katika mioyo yao nitaiandika. Nitafanya nini kanisa la Mungu? Alafu namba 2. Nami nitakuwa Mungu wao. Yes. Nao watakuwa watu wangu. Kabisa. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake. Hawatamfundisha kila mtu jirani yake. Na kila mtu ndugu yake. Na kila mtu ndugu yake. Wakisema. Kwa kusema. Mjue Bwana. Mjue Bwana. Kwa maana watanijua wote. Hebu kanisa lote sema kwa maana watanijua wote. Yes. Tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao. Ndio. Hata aliye mkubwa. Aliye mkubwa.
asema Bwana. Ndani ya mioyo yetu Mungu huwa anatusemesha. Sema amina nzuri. Kuna sauti ya Mungu ndani ya moyo wako inakusemesha unatakiwa kufanya nini, unatakiwa kwenda wapi, unatakiwa ufikie viwango gani, ni yapi uyatende kwa wakati huu, ni yapi usiyatende. Yote hayo utayapata ndani ya moyo wako. Ndio maana maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko chochote unacholinda, kwa sababu ndani ya moyo wako kuna vitu adimu, kuna bidhaa adimu ambayo Mungu ameiweka. Hautaipata mahali pengine popote isipokuwa ni ndani ya moyo wako. Ulinde moyo kwa maombi, ulinde moyo kwa kusoma neno, ulinde moyo kwa gharama yoyote, ili uende viwango, ili uende viwango. Wanaopokea waseme rakata. Piga makofi ya shangwe kwa Yesu. Anasema nitaiandika. Kuna mambo ya ajabu yamewekwa ndani ya moyo wako, ya ajabu. Una bidhaa adimu mwanangu, una vitu ambavyo mwingine hana. Ukitulia tu utajielewa na utagundua you are a special one. Ikatoria mashanta. Sema amina nzuri. Kuanzia leo usiuchezee moyo wako. Una mambo mazito. Mungu huwa anaongea moja kwa kupitia moyo. Moyo tunasema ni akili, ni nafsi. Huwa anazungumza nasi tangu ulipozaliwa. Oria makataya. Barikiwe sana Mr. Mlope. Pigie Bwana makofi kwa ajili yake. Unasikia? Tangu ulipozaliwa kuna kitu ulikuwa unasikia ndani. Hata kabla watu hawajakuhubiria unasikia I want to be a doctor, I want to be a somebody. Kuna kitu kikiona unasikia raha. Manake ile ni sauti ya Mungu anakuambia nimekuleta kwa ajili ya hicho. Hata kama utarandaranda, utazunguka, lakini kuna kitu maalumu nimekiweka ndani mwako, na hicho lazima kitatokea, na hicho lazima kitasimama, na hicho lazima kitadhihirika. Wacha nikwambie, swala la maono, swala la kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako, hakizuiwi na muda. Hata kama una miaka 60 bado nakufundisha, unacho kitu ndani. Katika hiyo miaka 60 unapaswa utembee kwenye hicho kitu ambacho Bwana amekiweka ndani yako. Na mimi naiamsha roho ya kuyaendea yale mambo makubwa. Wangapi wanapiga makofi ya shangwe na vigelegele? Sema amina. Haleluya. Na ndio maana dhahabu itabaki kuwa dhahabu hata ukiweka ndani ya matope. Matope hayawezi kubadilisha thamani ya dhahabu. Nataka nirudie tena, mkaa hauwezi kubadilisha thamani ya dhahabu. Hata kama leo katika utu wako wa nje umechoka, umechakaa, mapito yako ni makali, kila mtu akikuangalia na kutema mate, lakini wacha nikwambie, hayo mapito, hayo mateso hayabadilishi vitu adimu ambavyo Mungu ameviweka ndani ya moyo wako. Hayabadilishi. Saa itafika, huo mkaa utajitenga na dhahabu itajitenga. Itajulikana ya kwamba wewe sio wa kawaida. Wangapi wanaamini ya kwamba wana bidhaa adimu ndani ya mioyo yao? Pokea neema by power. Sema amina nzuri. Haleluya. Nataka nikwambie mwanangu, usivunjike moyo, usikate tamaa. Nini nataka nikwambie Richard? Chochote ambacho Mungu ameweka ndani mwako, hamna mtu wa kukuondolea. Halipojaribu linaweza likafuta utambulisho wako halisi ambao Mungu anaujua. Kantaya manderiama. Majira ya nyakati ngumu hayabadilishi utambulisho halisi wa Mungu. Kukataliwa na mama wa kambo haibadilishi vile vitu adimu ambavyo Mungu ameweka. Nataka nikwambie, kusemwa vibaya na wasiokupenda haibadilishi yale mambo mazuri ambayo Yesu ameweka ndani yetu. Mokataya masataya. Nataka nikwambie, Yusufu kuitwa house boy haikubadilisha kwamba Yusufu ni waziri wa nchi ya Misri, tena ya kigeni. Nataka nirudie tena, Yusufu
kuwa houseboy haikubadilisha kwamba yeye ni dokta. Na hapa Mungu ananiambia kuna dokta hapa ambaye sasa yawezekana na utambulisho mwingine. Saa chache zinakuja Mungu anageuza utambulisho. Useme amina iliyoshiba. Useme amina iliyoshiba. Piga makofi ya shangwe na kigelegele. Sema amen. Ndani mwako mna bidhaa adimu. Muna vitu adimu. Mtu mmoja anemwamini Yesu aseme amen. Siku zitakwenda, siku zitapita. Hakuna wa kubadilisha. Hakuna wa kubadilisha. Na ukielewa hii mwanangu, hautatoka kwa Mungu. Aliyeweka vitu ndani mwako ni Mungu. Hoja namba 3, ndani ya mioyo yetu Mungu ameweka nguvu ya msukumo juu ya kitu anachotaka ufanye au uanze. Yeremia 20:19, ndani ya mioyo yetu Mungu ameweka msukumo. Kuna power. Hii itakusaidia kugundua Mungu anataka uende wapi, anataka ufanye nini, anataka uwe nani. Kuna power. Yeremia 20:19, soma. Nami nikisema, yes, sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Ndio. Basi ndipo moyoni mwangu, yes, kumekuwamo kama moto uwakao. Kumekuwako kama moto uwakao, uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Nami nimechoka kwa kustahimili. Siwezi tena kustahimili. Siwezi kujizuia. Ngoja nikwambie, ndani ya moyo wako Mungu ameweka power itakayo kulazimisha uende pale anapopataka. Yani hata kama hali yako ya nje haikubali kwenda unakotaka, utalazimishwa kwenda, kwa sababu sio wewe unataka uende, bali ni Mungu anataka uende pale katika jina la Yesu aliye hai. Anasema hivi, nami nikisema sasa sitamtaja, nitanyamaza, sisemi tena kwa habari za Mungu. Sema ndipo ndani mwangu huwa kama moto mkali. Moto. Yani kuna kitu unashangaa unapata msukumo mpaka unahisi mishipa ya damu inataka kupasuka. Yani unasikia nisipofanya hiki ni kama nitakufa hivi. Nisipotenda hiki ni kama nitakufa hivi. Nisipofanya, yani unasikia msukumo kama moto. Ujue hilo ni la Mungu anataka ukalitende katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina nzuri sana. Unasikia msukumo, unasikia power. Kuna wakati unaweza ukashangaa Mungu anakuambia jambo, yani kwa hali ya kawaida tu, unasema sitaki. Lakini unashangaa uwezi kusema sitaki. Anakuambia anza, unasema Bwana. Unasema hapana, mimi hili. Mungu aniangalie. Nina buku. Nina shangazi. Na yeye mwenyewe tuko karibu sana. Hebu anza. Lakini unasikia usipoanza utakufa. Moto mkali. Msukumo ndani unaupata, anza. Na ndo maana hiki ndo kinatutofautisha warokole na watu ambao hawajaokoka. Kuna mazingira akipita mtu ambaye hajaokoka tunampoteza, anakufa kabisa. Lakini kuna njia hiyo ambayo mwingine kafa. Kuna jitu la kimungu linapewa power ya kupita hapo, kwa akili za kawaida asingekubali. Lakini kwa sababu ndani mwake kuna power inamwambia nenda, anaenda na anapata ushindi. Na mimi nasema hiyo nguvu ikazaliwe ndani yako katika jina la Yesu. Kama naongea na mtu mmoja aseme amina kubwa sana. Tuna nguvu ya ajabu sana ndani yetu. Tuna msukumo wa ajabu sana ndani yetu. Utasikia tu funga siku 3. Utasikia tu. Huwa tunaongozwa na ile nguvu ndani yetu. Inakusukuma, unasikia omba, unasikia funga, unasikia usile, unasikia anzisha kitu fulani, unasikia msukumo power. Lakini namba 4, hoja ambayo itakusaidia kuandika hivi: chochote ambacho Mungu anakutaka ukifanye lazima kiendane na mapenzi yake. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 mstari wa 14 mpaka 15. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, atusikia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Umemaliza 15?
Na kama tukijua kwamba tusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomwomba. Tuombacho chochote twajua kwamba tunacho. Kanisa, Bwana asifiwe. Hili andiko linafunua wazi vitu gani? Kwanza, namba moja, jambo lolote ambalo Mungu atakutaka ulifanye ni lazima liendane na mapenzi yake. Hawezi ukiona kitu kinakutaka ukitimize na kiko nje na mapenzi ya Mungu, hilo sio wazo la Mungu kwako. Hilo ni wazo la adui, nataka likutoe kwenye nafasi ya Mungu. Shetani naye huingiza mawazo yake ndani ya moyo wa mtu, kwa sababu anasema ndani ya moyo wa mtu ndimo kunakotoka ufisadi, ulevi, uchafu. Yaani uzinzi hautoki nje, unatoka wapi? Ndani. Kwa kama hautakuwa makini, usipomuomba Mungu akueleze hicho ambacho unataka kufanya, utajikuta unatimiza vingine ambavyo sio mapenzi ya Mungu. Kwa lolote ambalo Mungu atakutaka ufanye, lazima ulipime kwamba je, linaendana na neno la Mungu? Sema amina. Lakini namba 2, je, linampa Mungu utukufu au linamdhalilisha Mungu? Umepata wazo la kuanzisha roji, ni nzuri, lakini roji anyway, roji ni kama unawatengenezea wazinzi mazingira hivi. Anyway, ni nyumba za kupangisha, anyway, ni nzuri. Lazima uangalie hilo wazo ambalo umepewa linaendana na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Unashangaa msukumo kabisa, naanzisha baa, alafu kabisa unakuja na kuwekewa mikono na mchungaji kabisa, baba nina wazo, yani pale hamna baa hata hii. Yani nasikia nikifungua hii baba hii tunapiga hela. Hiyo hela hata mimi siitaki hiyo. Hiyo hata mimi mwenyewe siitaki. Wewe unaweka baa kweli. Umekosa mafunuo ya mtakatifu. Ni kufirisika kimawazo, kuzani ya kwamba eti usipokuwa mwaminifu huwezi kuwa tajiri. Wako matajiri wengi ndani ya Biblia ambao hawakuwa mashoga wala hawakuwa walevi. Inawezekana kuwa tajiri ndani ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Sema amina nzuri. Yaani kuna watu wanasema bila ujanja mjini utoboi. Bila kudanganya mchungaji, kuturushwa, kupitisha magendo. Nataka nikuambie hizo baraka sio za Bwana, ni za kishetani. Mungu anasema baraka ya Bwana inatajirisha. Hata bila ufisadi tutatajirika. Hata bila kuhubiri kwa kudanganya tutakuwa na magari, tutakuwa na heshima Tanzania, nitakuwa na jina kubwa, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Hajawahi acha uaminifu wake. Hata kama manabii wa uongo wataongezeka, sitaacha kuhubiri habari za kweli, kwa sababu Yesu wa kweli hategemei chochote kumbariki mtu. Yeye akitangaza baraka zinatokea hata kama watu hawataki. Na mimi nasema kwa jina la Bwana, hii buza imekamatwa na Yesu Kristo wa kweli. Uongo wowote utakaoinuka buza utadondoka kama wengine walivyodondoka. Alafu ukweli wa Yesu unaendelea kutawala. Wangapi wanapokea hiyo neema? Waseme amina. Wacha niseme hivi, kabla Yesu hajarudi kwenye madhabahu hii, Mungu anaenda kutimiza maono aliyoweka ndani mwako. Kama una ndoto ya kujenga gorofa, don't worry. Usiseme ni madhabahu hii tu, sio mimi nitakayefanya. Yule ambaye ameyaweka maono hayo ndani mwako atayatimiza mapenzi yake kwa gharama yoyote. Mapenzi ya Mungu yatatendeka hata kama wanadamu hawayataki. Yatatimia hata kama wenye vyeo hawataki. Yatatokea hata kama wazee wa mji hawataki. Mapenzi ya Mungu hayamtegemei bosi wako ili yatimie. Yanamtegemea aliyeyaweka ili yatokee. Yatatokea. Sema amina kubwa sana.
Haleluya. Mapenzi ya Mungu ingawa wakati mwingine ni magumu, lakini ni mazuri. Ndani mwa mapenzi ya Mungu kuna uzuri tu. Lolote atakalokuambia ulifanye, hata kama kwa sasa litakufanya uwe na simanzi, ila baadaye utacheka milele na milele. Kama naongea na mtu aseme amen. Hebu sema, Bwana Yesu, chochote ulichoweka ndani mwangu nitakifanya bila kusikiliza wengine. Hata kama ndugu yako afurahi. Kuna wakati mwingine mapenzi ya Mungu yatakufarakanisha hadi na ndugu zako. Hawaoni kile unachoona. Ndio maana linapokuja swala mapenzi ya Mungu, sio issue ya kusema nani anasema nini. Inapokuja swala mapenzi ya Mungu ni kusikiliza tu Bwana anasema nini. We don't care about others. Hata kama watasema ya kwamba unaenda kufilisika, kama Mungu ndiye ambaye ameanzisha hiyo safari, na kuhakikishia mbegu hili yote kuna wakati itaoza, na ikiisha oza huwa hayoti moja. Ikikubidi uoze kwa ajili ya mapenzi ya Bwana, mwambie Bwana, I'm okay, I'm ready. Nitaoza lakini najua nitaota. Ibrahimu anasema, huyu mtoto uliyenipa nitakupa tena, maana najua kama uliweza kunipa nikiwa na miaka 100, hata akienda kuzimu, unaweza kumrudisha tena. Unaweza. Sema amina iliyoshiba. Hii kataya. Usiwe na mashaka. Mapenzi ya Mungu yanajitegemea. Hayamtegemei bosi wako, hayamtegemei mkuu wako, hayategemei chanzo cha mapato, hayategemei benki una shingapi, hayategemei una masponsa wangapi. Mapenzi ya Bwana yamejikamilisha ndani mwake, yapo kamili. Nitang'ang'ana na mapenzi ya Bwana, hata kama wengine wataongea maneno hasi. Kwa ajili ya mapenzi ya Bwana nitaweka pamba masikioni, nitayatimiza mapenzi. Alafu yale mapenzi ya Bwana yatanibeba tena. Mapenzi ya Bwana yalimtoa Musa ikulu. Mapenzi ya Bwana yakampeleka Musa akaenda kuishi kule kwa Midian, akaenda kuwa kama house boy. Lakini mapenzi ya Mungu yalimrudisha Musa kama mfalme kwenye nchi ya Wamisri. Wale ambao walisema, wewe nani alikuweka uwe mwamuzi wetu, ndio waliomsujudia wakisema, Moses karibu, tuko tayari, ututoe utupeleke Kanani. Mapenzi yale ya Bwana yaliyokufanya watu wakutukane, wakubeze, wakucheke, ndio hayo yatageuza ndimi za watesi wako. Waliokulaani wataanza kukubariki, watasema, Hosana mwana wa Daudi, ajaye kwa jina la Bwana abarikiwe. Pokea by power. Hii kataya masaa. Sema amina iliyoshiba. Hii kataya. Haleluya. Sema iyo. Mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kuna wakati atakutoa kwenye nafasi nzuri uliokuwa nayo, lakini hayo mapenzi yatakupeleka kwenye nafasi bora kuliko uliokuwa nayo. Useme amina nzuri. Kwa hiyo chochote unachofanya kipime na neno la Mungu. Kama kiendani na neno la Mungu, kiache, hata kama utaumia kwa sababu ya kukiacha. Kiache. Hata kama ni nafasi kubwa, kama haiendani na mapenzi ya Mungu, iache. Kubali vya kibinadamu viende, cha Mungu kibaki. Vya Mungu viche. Kuna wakati mwingine Mungu anashindwa kukupa vya kwake kwa sababu umeweka vya watu ndani yako. Vile vya watu vimekamata nafasi ya Mungu kwako. Anasubiri ni lini utaondoa vya watu ili mimi niweke vya kwako. Anasubiri. Umejaza sana watu kuliko kujaza Mungu ndani yako.
Kuna wakati pesa imechukua nafasi ya Mungu. Mungu anajiuliza, lini utaitoa pesa moyoni uniweke mimi, alafu mimi nikuletee pesa? Lini utaacha kumweka bosi moyoni, mimi nikae ili na mimi nikufanye bosi? Hakikisha kinachokaa ndani ya moyo wako ni Mungu na mapenzi yake yatawale. Ni Mungu na mapenzi yake yatawale. Ni Mungu na mapenzi yake yatawale. Kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, Farao alipigwa mapigo 10 na aliwaachia wana wa Israeli waende nchi yao. Kwa ajili ya mapenzi uliyoyabeba, kila atakaye kujia kwa nia mbaya, utashuhudia kwa macho yako mapigo ya ajabu, mpaka utawaonea huruma maadui zako. Watalia, kwa nini? Wewe ni kipenzi cha Baba, umebeba wazo la Bwana kwa ajili ya kizazi hiki, kwa ajili ya kizazi hiki. Wangapi wanapokea? Waseme amina. Leo nitaongea kweli moja, sawa? Hiyo nakupeleka kwenye kweli, sema amina. Tunao watu wengi sana ambao bado hawajachukua hatua yoyote juu ya kuanza safari ya kule wanakotaka kwenda. Wengi sana. Na hapa ninapozungumza, inawezekana hata wewe, mambo aliyokuonyesha Mungu ni makubwa kuliko umri wako. Mambo aliyokuonyesha Mungu ni makubwa kuliko kipato chako. Mpaka unasema, Mungu, ili ni ono la kwangu mimi kweli? Liduka lote lile ulionionyesha ni la kwangu kweli? Unasema mengine ni tunawaza sana maduka. Tunawaza sana, unafuta kwa damu ya Yesu, tunawaza sana. Mungu kweli? Wale watu ambao nimewaona wananishangilia ni mimi? Unasema hapana, sina hata uimbaji. Niko hapa kukwambia chochote ambacho Mungu amekusemesha ndani ya moyo wako, bila kujali leo yako ikoje, kitatimia katika jina la Yesu. Na somo hili litakusaidia kuamsha shauku na kiu na hamu ya kukitaka alichokuonyesha Mungu kwenye maisha yako. Wangapi mpaka sasa hapa nilivyoongea kuna vitu vimeanza kuumbuka, vinaumbika, vinafunguka? Wangapi wanasema, mchungaji kweli, hata lile nimelikumbuka, hata lile nimelikumbuka? Nasema somo hili likakuchochee sasa ukachukue hatua, mwanangu, katika jina la Yesu. Likakuchochee ukaanze bila kuogopa katika jina la Yesu. Wangapi wanasema nitaanza bila kuogopa kwa jina la Yesu? Hata wewe ambaye labda ulianza na ukakutana na vipingamizi tu kidogo ukadondoka, leo somo hili likainue tena ujasiri wako wa kiungu, ukaanze kwa ujasiri kwa jina la Yesu. Sema amina kubwa sana. Wangapi wanasema, Baba naelewa sana, naelewa? Wangapi wanasema naelewa? Pokea by power kwa jina la Yesu. Namba 1, kweli ya kwanza. Isikie hii kweli, naipenda hii kweli. Andika hivi: Mungu ameisha kamilisha kila kitu kuhusu kule unakotaka kwenda. Isaya 46:9-10. Narudia tena, Mungu ameisha kamilisha kila kitu. Kila kitu kuhusu kule anakotaka kukufikisha, anakotaka kukupeleka. Everything is okay. Unanielewa? Yani kila kitu. Anajua nani atakulipia ada. Anajua nani kune kantini kule atakuwa na kuhurumia upate hata chai. Anaelewa. Ila tu ni wewe, kwa sababu unajua mama huwa anafanya kila kitu pale nyumbani. Anatafuta majani, mboga, anapika, alafu anakuwekea chakula mezani. Ni kazi ya nani kwenda kukifuata kile chakula pale mezani? Ni ya mama tena? Au ni wewe tu kuamua kuchukua hatua na kwenda wapi? Unaenda mezani kupika? Unaenda mezani kupika? Unaenda mezani kufanya nini wapenda? Ambacho mama ameishafanya nini? Ndio Mungu alivyo. Kila kitu kuhusu kule unakotaka kwenda kashakamilisha. Yaani anajua nani atakusaidia siku ada ikiisha. Yeye anamjua tayari, alishamwandaa. Are we together? Alishaandaa hadi mahali utakapolala. Hata ukikosa chumba kule alishajua atakosa na nitampeleka hapa. Wangapi wanaanza kuchukua hatua katika ulimwengu wa roho, wanasema Baba naanza kwenda, kumbe haleluya. Nasema hivi, nenda. Yeye alishakamilisha kila kitu. Ni wewe tu kuamua kuamka, chukua hatua, chakula utakikuta pale mezani. Soma Isaya 9. Soma vizuri hapo. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu
wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Yes. Nitangazaye mwisho. Sema natangaza mwisho. Underline hiyo. Tangu mwanzo. Tangu mwanzo. Underline na hiyo. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Ndio. Nikisema shauri langu litasimama. Shauri langu litafanyaje kanisa? Shauri langu litafanyaje? Litasimama. Nami nitatenda mapenzi yangu yote. Nami nitatenda mapenzi yangu. Mapenzi yangu. Chochote Mungu alichokuonyesha kitatokea hivyo hivyo. Kitatokea hivyo hivyo. Hatoacha hadi nukta. Unajua kuna wakati mimi Mungu amewahi nionyesha kitu mpaka unaogopa. Anakuonyesha eziti kama kilivyo. Yaani kama tu mtu unaona mchana, alafu linatokea vile vile. Mpaka unasema Mungu Bwana, hakuna siri mbele za Bwana. Kuna mambo ya ajabu mawili hapo, matatu. Mambo ya ajabu matatu ambayo nataka niyafunue kwenye hilo andiko. Yako mangapi? Ya ajabu, na wewe utayashangaa. Hiyo hoja utaondoka hapa, hautaogopa tena katika jina la Yesu. Mambo matatu ya ajabu hapo nataka nikupatie. Matatu. Naanza na la kwanza. Mungu huwa analikamilisha jambo katika ulimwengu wa roho, alafu anarudi kulianzisha katika ulimwengu wa mwili. Ni jambo la ajabu. Mungu huwa analikamilisha jambo katika ulimwengu wa roho, alafu huwa anarudi kulianzisha katika ulimwengu wa mwili. Ndio anasema mimi ndiye nitangazaye mwisho kabla ya nini? Yaani Mungu anaanza na jambo mpaka anafika mwishoni, alafu huwa anarudi sasa kulianza mwanzoni katika ulimwengu wa mwili. Yaani alijua Emmanuel Ndira kuanzia 2023. Is it? 24, si ndio? Utakuwa chini ya Pastor Asumwisi. Hilo lilikuwa kiganjani pake. Ila hukuyajua. Alijua Yohana utanitumikia ezi katibu. Sema wewe Asumwisi nenda kaanze huduma. Wewe anza. Alafu mimi ndo ndakule. Yaani wewe anza. Yaani wewe anza, kuna Yohana atakuja, kuna Watson atakuja. Wewe anza. Yaani wewe anza, anampewa yupo, anza, Rod Edit yupo. Anza, Anita Kiponda. Anza. Wakati naanza, yawezekana ukuwepo wewe. Lakini Mungu anatangaza mwisho wa kitu katika ulimwengu wa roho. Anahakikisha amekamilisha kila kitu. Alafu anarudi sasa anamuita mtumishi wake. Haya njoo Pastor Asumwisi, nenda Buza pale. Nina mission. Nikaanza. Chochote ambacho Mungu amekuonyesha kimeisha kamilika ulimwengu wa roho. Kimeisha kamilika ulimwengu wa roho. Kimeisha kamilika ulimwengu wa roho. Sema amina nzuri sana. Okay. Naweza nikafananisha na watu wa project za ujenzi, mainjinia. Si ndio watu wa Mungu? Huwa wanalikamilisha jengo kwanza kabisa mpaka wanaona kabisa hii ni ofisi ya chakula. Wanaiona, yani hii ni ya chakula. Yani wewe boss unakaa hapa. Alafu ndo wanaenda kumtafuta fundi sasa, engineer sasa. Waambia engineer njoo. Unaona tunapotaka kwenda ni hili jengo. Umeliona? Anasema kwa hiyo tunaanza msingi wake ndo huu. Mchoro wa msingi wapo. Ukitoka msingi, umesikia engineer? Corridor hii hapo. Kila kitu mafundi huwa wanakikamilisha katika mchoro. Alafu ndo wanaenda kumtafuta fundi. Kimeisha kamilika katika mchoro, alafu kinaanza kuanzwa katika uhalisia. Wacha nikwambie, ndoto yoyote, maono yoyote ambayo Mungu amekuonyesha yameisha kamilika ulimwengu wa roho. Anza mwanangu, anza. Anza kwa jina la Yesu. Wangapi wanasema naanza. Pokea hiyo katika jina la Yesu. Unaweza usinielewe sana. Soma kitabu cha Kutoka. Soma 43. Mengine nitaeleza. Musa akaiona hiyo kazi yote, na tazama walikuwa wameimaliza. Vile vile kama Bwana alivyoagiza. Jamani, vile vile kama nani? Hebu sema Musa akaiona kazi yote walipoikamilisha. Vile vile kama Bwana alivyomuonyesha. Yaani kabla Musa hajajenga hema aliitwa mlimani.
Alafu kule mlimani akaonyeshwa hema inavyotakiwa yote. Hii ndio hema, hapa litakaa sanduku, hapa sijui, hapa itakuwa hivi. Akaonyeshwa, alafu akamwambia shuka sasa. Nimekuandalia mtu mmoja, ni genius. Lenyewe sasa linaenda kukidhihirisha hichi cha rohoni, kinaenda kutokea katika mwili. Haujaja duniani kwa bahati mbaya. Kuna mission na mpango wa Mungu ameweka ndani mwako. Haijalishi ni mbali kiasi gani, lakini imeisha kamilishwa, lakini imeisha malizwa. Na mimi nakutangazia kwa jina la Bwana, kama ulivyoyaona yanaenda kutokea vile vile. Ikawe kwako kama ulivyofunuliwa, ikawe kwako kama ulivyofunuliwa, ukawe kwako kama ulivyofunuliwa. Upaze sauti, sema amina. Mtu wa pili alikuwa ni Yusufu. Alisema nimeona miganda 11 inaninamia na mganda wangu umesimama. Walizani ni mbali. Siku moja njaa imeingia, wakajikuta wanaenda Misri kwa ajili ya kwenda kununua chakula. Wote walimuinamia, kaka yake zote wale kaka zake wakainama, mkubwa tunaomba tusaidie chakula. Likatimizwa vile vile kama alivyoona. Wacha nikwambie, Mungu analikamilisha jambo katika ulimwengu wa roho, ndipo analianzisha katika ulimwengu wa mwili. Bila kujali hali yako ya kimwili ikoje, wewe amini maono ya Bwana aliyokuonyesha, aliyokusemesha. Upaze sauti useme amina. Yaani Mungu anisaidie kuhubiria wenye maono inatia moyo, lakini ukimhubiria mtu ambaye hajui nini Mungu amemsemesha inakuwa ngumu kidogo. Namba 2 kwenye andiko hilo, Mungu huwa anafunua mwisho wa jambo mara tu linapoanza. Tafsiri ya pili ya jambo hilo, Mungu huwa anafunua mwisho wa jambo mara tu linapoanza. Hii ni tabia ya Mungu. Hata kuonyesha makorombozo ya katikati pale. Si mnanielewa watu wa Mungu? Unapotaka tu sasa uanze, anakuambia nimeona miganda inaninamia. Anachokiona tu yeye ni miganda imefanyaje? Inamuinamia. Hajaona kwamba ndugu zake wamemchukua wanataka kumuua kwenye shimo. Hiyo hajaonyeshwa, kaonyeshwa mwisho. Na ndio maana hapa ninavyohubiri hapa, kuna watu mnayo picha yenu ya kesho, ingawa maisha yenu ya sasa hayafanani na kule unakotaka kwenda. Kuna liofisi lizuri tu umeliona mpaka unasema Mungu, mengine mnatutia moyo. Mengine mnafanyaje jamani? Mengine mnatutia moyo jamani. Mimi huyu wa huko mimi wa huko. Ni tabia ya Mungu, huwa anafunua jambo mwisho kabla pale unapoanza. Yaani wewe ndo unaanza ka frame kako labda ka stationary kama Mareko pale mwanangu. Si umeanza kako kana vifaa vyako tu basi. Anaanza kukuonyesha serikali inakuja kufanya kazi ofisini kwako. Unasema Mareko mimi huyu wa kutoka Kibosho huko nani? Mimi wa kutoka huko. Katibu Yohana unaonyeshwa huko kwenye system. Achana na hii. Umepelekwa labda ni waziri wa baadaye. Unasema waziri Buza. Anaweza akakuvuta ukashangaa umekaa na mzee mkuu wa nchi, mnazungumza mipango. Unasema mimi hata mjumbe hajawahi niita tushauriane juala la mtaa. Iweje leo eti nimeitwa na mkuu wa nchi ananiuliza unadhani nchi tuiendesheje? Haiko taya. Kabla Mungu anafunua mwisho wa jambo pale linapoanza. Na mimi nataka niseme hiyo ni tabia ya Mungu. Uhakika nilio nao, lolote picha yoyote aliyokuonyesha ataikamilisha katika jina la Yesu aliye hai. Wangapi wanasema hiyo itakuwa katika jina la Yesu? Wangapi wenye ndoto hapo waseme amina wenye ndoto? Ngoja niwaambie wanangu, labda hamjanielewa. Mungu amenituma kwa ajili ya mtu ambaye ana picha yake halafu hakuna anayemwamini. Leo anatumikia wengine lakini ameonyesha watu wanamtumikia. Wacha nikwambie, yazingatie hayo, yaweke moyoni hayo. Saa usiozani, wakati usiozani, watu watakuinamia, watu watakutumikia, watu watakuinamia. Nasema chochote ambacho kimekukatisha tamaa, utiwe nguvu na neno hili. Mafuta yawe juu yako. Sema amina kubwa sana. Jambo la 3 kwenye hilo andiko ni kufunulia. Nimalize hapo. Ingawa nimekuja kiufunuo mkubwa sana, lakini mnipokee. Niliwaambia sio mchungaji wa viwango hivi mimi, ni vile pale.
Na mimi mwenyewe nina picha. Unadhani mimi nilikuja kuzurura? Nina picha. Kama wewe unazurura, pole. Mimi nina picha. Yaani hapa ni kanyaga twende, ambaye hajielewi mwacha asijielewe. Sisi tuna picha. Wenye picha hatubabaishwi na wengine wanasema nini. Tuna focus kwenye picha. Tunakwenda kwenye picha. Kuna liandiko nalipenda, Biblia inasema Yesu alikaza uso akiuelekea Yerusalemu. Yaani kuna watu wamwambia Yesu, unajua unaenda kunyongwa wewe. Anasema ninajua kwa sababu majira inatakiwa nikawakomboe wanadamu. Yaani pasa nikafie. Ndo alimwambia yule Herode, anasema mwambieni huyo mbwea mjinga huyo. Mwambie mimi sifi. Siku 3 nitatoa pepo. Alafu siku ya 3 nitaondoka, kwa sababu haimpasi Kristo afie nje ya Yerusalemu. Lazima akasulubiwa huko. Akaukaza uso. Kukaza huko ni kufokasi na kile ambacho Mungu alimtuma. Ni kimoja tu, Yesu hakuletwa hapa kujenga magorofa. Alitumwa aje kumkomboa mwanadamu. Hakubabaishwa na mali za watu, hakubabaishwa na majumba ya watu. Alifokasi kwa kazi ya msalaba. Niko hapa nakwambia, wenye picha hatubabaishwi na taarifa za wengine wanasema nini juu yetu. Sisi tuna fokasi kwenye kile ambacho Bwana ametuelekeza kwenye ibada katika jina la Yesu. Kama shetani alikutangisha kimawazo, ninarudisha mawazo yako yarejee kwenye kile ambacho Bwana alikuonyesha miaka 20 iliyopita, miaka 5 iliyopita, kikafufuke, kikaanze, kikawe. Pokea hiyo katika jina la Yesu. Namba 3. Namaliza hiyo hapo leo. Na niko on time. Namba 3. Mungu ndiye mwenye mafuta au upako. Ufunuo 1:17 kukazia hilo, na Wafilipi 1:6 kukazia hilo. Ile maana ya kwamba mimi ni alfa, mimi ni mwanzo na mwisho, ina tafsiri ya kwamba mimi ndo nina mafuta ya kukianza ulicho nacho, na ndio nina mafuta ya kukikamilisha ulicho nacho. It means huhitaji mtu akubabaishe kwa kukuterekeza, kwa sababu sio yeye aliyokianzisha kile kilimo ndani mwako, ni Mungu ndo amekianzisha. Mfadhaiko wa kweli huwa unatokea pale ambapo aliyekianzisha amekuacha. Hapo pata mfadhaiko mkubwa sana. Hapo sikitika, lia kabisa. Kama Mungu amekuacha, hata kama rais angekuwa upande wako, hautakikamilisha. Soma hiyo Ufunuo 1:17. Ufunuo 1:17 anasema, nami nilipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Anasema usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Mungu ndiye mwenye upako wa kukianza hicho hapo. Ana upako wa kuanza. Ndio maana kuna watu hawawezi kuanza huduma kwa sababu hawana mwenye kuanzisha ndani yao. Hata akianza inakufa. Biashara wakianza zinafanya nini? Ndani mwao hawana alfa. Kila akitaka kuanza anakuta mambo yanaharibika. Niko hapa ninatangaza, picha yoyote Mungu aliyokuonyesha leo, ukapakwe mafuta ya kukianza. Nasikia mzigo ndani yangu kwa sababu Mungu ananionyesha, ananiambia wewe, kuna vitu vingi Mungu amekusemesha, lakini ulipoangalia hali ya mazingira yako, hali ya uchumi wako, ukasema siwezi kwenda huko. Sio wewe utakayejipeleka huko, bali alfa anaenda kukianzisha kile alichokisemesha ndani yako katika jina la Yesu. Sema amina nzuri sana. Ndiye mwenye upako wa kuanza. Kanta ya masakati. Wangapi wanatamani upako wa kuanza jambo fulani? Mungu akupake mafuta kama alfa.
Unaenda kuanza kama mchicha, lakini utakuwa mkubwa kama mbuyu. Wewe ni mbegu iliyobeba mambo mazito ndani yako. Unajua mchicha au mbegu ya mbuyu ni ndogo sana, lakini cha ajabu ndani ya mbegu ya mbuyu kuna limbuyu kubwa. Unajua kale mbegu ni kadogo. Unajua parachichi ukishakula unalichukua lile mbegu unafanya nini? Unatupa. Lakini ndani ya lile mbegu ya parachichi kuna limparachichi likubwa ambalo watu watakula maparachichi mwaka huu, mwakani. Na wewe Mungu amekuumba kama mbegu mwanangu. Wewe ni kama mbegu mwanangu. Ndani yako una mavitu makubwa ambayo watoto wako watakula ulicho nacho. Familia yako itakula. Ndio maana nchi zilizoendelea hawafanikiwi wao peke yao. Hiyo sio baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu ni baraka ya kizazi hadi kizazi. Na mimi nasema Mungu atutoe kwenye vimaono vya kujenga eti na kupata watoto. Hayo ni maono ambayo hata wengine wanayo. Nataka maono ambayo utapewa, utakula wewe, watakula watoto wako, itakula Tanzania, watakula watu wa Buza. Ninaomba hayo maono yatokee kwenye maisha yako. Hii dozi ngumu. Hii dozi ngumu. Acha kuomba nyumba sasa hivi. Upako wa nyumba ni mtoto huo. Hilo ni jukumu tu, sio ono. Sasa nyumba what is nyumba? Kuna vitu vikubwa ndani yako ambavyo Mungu ameweka. Sio utanufaika wewe tu, hadi wajukuu zako. Wewe ukiondoka, wao wataendelea kula. Hichi ndio wazungu wametushinda. Ndio maana unakuta liukoo fulani sio maskini, ni matajiri, kwa sababu utajiri huo hawali utajiri walioutafuta wao. Wanakula utajiri wa babu yake ambaye aliteseka, aliumiza kichwa aiko. Unajua hili kanisa Mungu ametukusudia kama tutaitikisa dunia, basi tutatikisa mpaka kuzimu. Mungu akaponya ufahamu wa mtu mmoja, upewe maono makubwa. Rakasata. Sio tu faidike wewe, hadi Debora afaidike, hadi Andrew afaidike, hadi Nathan afaidike, hadi Claire afaidike, hadi Avidane afaidike, hadi Nashon afaidike. Tunataka hayo matunda. Nasema ule mti ambao uko ndani yako ukaote. Wangapi wanasema unaota? Haleluya. Sema amina. Sikiliza wewe. Ndio maana ndani ya mbegu ya mti kuna mti. Alichomwambia Adamu, wewe sikiliza, wewe chukua tu mti, kauweke kwenye position, kauweke kwenye nafasi yake. Wewe uweke tu pale, huo mti, hiyo mbegu itazali mti. Yani vile vitu, ule uwezo uko ndani umo. Yani ule mti hauhitaji kitu, unahitaji tu mbegu, unahitaji tu udongo, ukiweka linaanza kuzaa, linazaa. Wokovu ni shamba ambalo mlokole amepandwa. Alafu ndani ya mtu aliyeokoka kuna mbegu ambazo hizo mbegu huwa zinaanza kuota. Ndio unashangaa kabisa. Muliezani choka mbaya, kumbe sio choka mbaya, ni mbegu iko inamwagiliwa. My God. Saa ikichanua ikachipuka. Sit down mwinjilisti. Wewe kaa chini. Saa ikichanua ikachipuka. Nataka nikwambie, sio tu kwamba utakula wewe my dear, sio tu kwamba utafaidika wewe. Ndio maana picha ya Yusufu haikumfaidisha tu yeye, bali aliokoa taifa la Mungu, taifa teule. Kuna mtu mmoja, maono ulionayo hayatakusaidia peke yako, yanaenda kusaidia jamii, yanaenda kusaidia taifa. Na mimi nasema kwa damu na moto, ingawa leo utaonekana unauza mchicha, lakini mchicha sio viwango vyako. Ingawa leo una mgahawa mdogo, ila mgahawa mdogo sio viwango vyako. Kuna viwango anataka uelekee. Na mimi nasema upako wa upako wa kuamini uje juu yako. Upako huo wangapi wanapokea? Pokea upako wa Alfa. Nanyunyiza ya kakaka. Upako wa Alfa. Buza, wazaliwe mawaziri, wazaliwe mainjinia, wazaliwe wabunifu. Watu wote waliobadilisha dunia hii walizingatia vilivyowekwa ndani yao. Kuna mtu aliyegundua hii taa hii, alijifungia ndani, alikuwa hatoki ndani,
anawaza huu umeme ninafanyaje? Lakini liko jamaa lenyewe likasema hapana, wanadamu wanapata kazi kuwasiliana. Akatafuta hivi vitu kwa ajili ya watu wawasiliane. Nataka nikwambie vitu vilivyo ndani yetu vinaweza kubadilisha hali yako ulionayo ya sasa. Vinaweza kugeuza Buza hii ikawa tena ni international. Na mimi nasema hivi, picha yoyote ambayo umekuwa ukiiona mara kwa mara, upewe mafuta ya Alfa, upako wa kwanza, bila kujali una nini. Pokea huo upako. Sema amina. Filipi anasemaje nimalize? Kaya manderewosha. Rika mandorosha. Rama seketiri. 1:6 anasema. Kandori ya masa. Nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Nami niliaminilo ndio hili, Mungu aliyenipa wewe atanitumia kwa ajili yako, kukusaidia ufike kwenye nchi ya ahadi, ufike mahali alipokuandalia, bila kujali sasa unapitia nini, bila kujali unasikia maumivu gani saa hii. Iko kesho yako iliyo bora kuliko leo yako. Na Mungu ananiambia, anasema niliaminilo ndio hili, chochote ambacho Mungu amekianzisha ndani yako atakikamilisha. 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 Nataka nirudie hili neno. Hauhitaji kuwekewa mikono. Hauhitaji mpaka tukuwekea na miguu. Unahitaji kuliamini neno hili ya kwamba yeye ambaye ni Alfa, yeye ambaye ni Omega, ndiye mfadhili wa kile alichokionyesha ndani yako. Na kwa hakika kinaenda kukamilika katika jina la Yesu aliye hai. Kinaenda kutokea kama vile ambavyo uliona katika jina la Yesu. Kinaenda kudhihirika, kinaenda kuonekana. Let me tell you my dear, kuna mtu anaenda kuikalia Kanani yake mchana wa leo. Kanani yake mchana wa leo. Chochote ambacho Mungu alikusemesha, upakwe mafuta, upakwe mafuta, upakwe mafuta. Hata kama sasa umefurumishiwa vyombo nje, wamekutupia nje, nataka nikwambie wewe ni baba mwenye nyumba ajaye, tena nyumba nzuri kuliko huyo ambaye amekutimua. Wewe ni mfanyabiashara mkubwa kuliko huyo bosi aliyekuajiri, anayekutukana kila wakati. Vilivyo ndani yako vinahitaji ujasiri usio wa kawaida. Na mimi natangaza kwa damu ya Yesu, upako wa Alfa na Omega, upako wa Alfa na Omega, upako wa Alfa na Omega, upako wa Alfa na Omega. Hata kama moyo wako unavuja damu, atakushika mkono, atakutetea, atakusaidia, atakusaidia, atakusaidia. Nimekuja hapa nikwambie, upako wa kukamilisha alichokuonyesha na uachilie sasa, ukakamilishe kile ambacho umekiona, ukakamilishe kile ambacho umekiona. Haijalishi leo wanakuita jina gani, haijalishi leo matatizo yako yanajulikana kuliko ndoto yako, haijalishi leo matatizo yako yanajulikana kuliko hatima yako. Saa inakuja, nayo ni sasa. Kile kilichofichwa kinaenda kufunuliwa. Nami natangaza upako wa kuanza leo, upako wa kuanza leo, upako wa kuanza leo, upako wa kukamilisha leo. Yesu, Yesu, nisaidie watoto wako hawa, upako wa kuanza. Hey, kaya. Hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi. Sisi tunaye Alfa. Sisi tunaye Alfa. Hata hujui utaanzaje kununua kiwanja, hujui utaanzaje kujenga, hujui itakuaje. Unaona tu picha, unaona tu picha. Mungu ananisemesha upako wa kwanza uko hapa, upako wa kwanza uko hapa. Hata kama kuna mtu alishika nafasi yako, Mungu ameniambia upako wa kwanza uko hapa. Anaenda kutengeneza sababu, anaenda kutengeneza sababu. Yawezekana huo mgawa ni sababu, ni sababu. Yawezekana hiyo elimu ni sababu ya kwenda unakotaka. Yawezekana hiyo nafasi ni sababu. Yawezekana hilo jaribu, maumivu yako ya sasa ni sababu. Wakati Yusufu amekamatwa na ndugu zake, wamemweka kwenye shimo ili wamuue, alijua ndoto
zote zinaishia hapa, lakini ilikuwa ni sababu. Ilikuwa ni sababu. Wewe uko primary stage, upo primary stage, upo primary stage. Kuna upako wa kwanza, kuna upako wa kwanza, kuna upako wa kwanza. Ndio kwanza maono yanaanza. Mwambie Roho Mtakatifu, Roho ikaka. Anasema ndani kuna mafuta, ndani anasema kuna nguvu kama moto. Na mimi nasema Yesu wa kanisa la Joy Worship Center, Yesu mshindi wa washindi, Yesu ufunuae siri ambazo tusingezipata hata kama tungeenda shule, tusingepata. Umefunua siri. Kuna upako wa Alfa, upako wa Alfa, upako wa Alfa, upako wa Alfa. Wazaniwe, unazaliwa mwanangu, unazaliwa mwanangu, unazaliwa mwanangu. Vitu vikubwa, upako wa kuzaa vitu vikubwa, upako wa kuzaa vitu vikubwa. Hata kama uko katikati ya moto, haibadilishi wewe ni mwana wa Mungu. Hata kama uko katikati ya moto, haibadilishi kwamba wewe ni mfalme. Hata kama uko katikati ya moto, haibadilishi kwamba wewe ni mtoto wa mbinguni. Hata kama uko katikati ya mapito, haigeuzi kwamba wewe ni uzao mteule, ni uzao mteule, uzao mteule. Haibadilishi. Makomando walishinda hali kama yako, walishinda vita kama yako. Nasema hivi, hata kama hauna wazazi, haibadilishi kwamba wewe ni mkuu. Hata kama hauna wazazi, haiondoi ile ndoto aliyokuonyesha Mungu. Hata kama wamekutenga, haiondoi ukweli. Wewe ni dhahabu, wewe ni dhahabu, wewe ni dhahabu, wewe ni dhahabu, wewe ni mkuu. Nasikia mambo ya ajabu. Kuna watu wameanza kupakwa, unapakwa mafuta, upako wa Alfa, upako wa Alfa, upako wa Alfa. Nitawaona tu vitoto vinaanza kucheza, vitoto vinaanza kucheza tumboni. Nasikia ndani ya mioyo ya watu, ile picha imeanza kudai, ile picha nimeiamsha inadai, ile picha ile inalia, inalia. Naiona picha ndani yako, inalia, riakaka, riapapa, riakaka, riakaka, riakaka. Upako wa Alfa, upako wa Alfa, upako wa Alfa, upako wa Alfa. Hebu jiachilie ndani ya upako wa Alfa, upako wa Alfa.